akikumbuka iko siku aliongoza viongozi wengine wa kanisa kuja kuomba pale nyumbani kwako Karen. Na pia yeye na wale wachungaji wa kanisa walipata milima imewekwa njiani, lakini kwa maombi Mungu akalainisha yote, vile Biblia tulivyosomewa, the mountains became plains. And because of that faith, Your Excellency, Bishop vile alisema, hata ile milima ilikuwa umewekewa, na tumewekewa milima ya system, milima ya deep state. Mwenyezi Mungu alilainisha yote ikawa plains, na tukaweza kuona mbele na kupata serikali ya Wakenya wote. Na ndio maana rais kila Jumapili unatuongoza kutembea kaunti za Kenya kusema asante kwanza kwa Mwenyezi Mungu na kwa Wakenya kwa kutujali na kutupea serikali. Na hii serikali, Mheshimiwa Rais, nataka nikuambie uiongoze bila wasiwasi. Mheshimiwa Ndindi Nyoro amekuambia sisi ni wale tu. Sisi ni wale walioambiwa kuna system na deep state, na tukawanyorosha na wakazamia wakaenda. Na wale wanaitisha maandamano ni wale tu, sio wengine. Tofauti ni moja tu, Mheshimiwa Rais. Wale wanaitisha maandamano leo, tulisema walikuwa ni project ya watu wengine. Na nataka nikuambie hata leo, Mheshimiwa Rais, hii maandamano unasikia mtu akisema watu waandamane, sijui wafanye mkutano wapi leo, kesho kutwa wapi, si mpango yao. Kuna mwenye anapanga, kuna sponsor, na hiyo puppet iko na mwenye anaendesha hiyo puppet ya maendeleo, na tunamjua. Therefore, Your Excellency, we want to tell you to relax. Because when we said that they were puppets, they were projects of somebody else, we were right. And we are now vindicated. Because even these disruptive calls are sponsored. They are a project of somebody else, not the people you see on the road, in the stadiums and in the streets. And I must thank all our Maa leaders. Mmeona viongozi wetu kutoka mama wetu Mheshimiwa Agnes Pareiyo. And I want to confirm, Your Excellency, huyu mama mbunge wa hapa, Mama Pareiyo, huyu mama kwa bunge tunafanya kazi na yeye ni kama ni Wakenya kwanza. Huyu tunafanya kazi na yeye kabisa, na anatusupport na anasupport serikali yako kwa bunge. Viongozi wote, Mheshimiwa Sunkuli wa chama chetu cha KANU ako hapa, na umesikia yale amesema. Hata governor wetu wa Kajiado, governor wa ODM, Mheshimiwa Lenku, governor Lenku ako hapa, hajaenda maandamano yeye, amekuja kanisani kushukuru Mungu. Na governor Lenku, asante, sababu wewe unaelewa wakati umechaguliwa, unachaguliwa utumikie watu, sio urudishe watu nyuma na mambo ya maendeleo. Lastly, Your Excellency, I want to reinforce what the Honorable Ndindi Nyoro has said. Wale wanaita watu maandamano, kisingizio wanatumia saa hii ni bill ambayo uliweka sahihi ikakuwa the IEBC Amendment Act of 2022. Hiyo bill, the author, the architect, I can confirm to you, was none other than President Uhuru Kenyatta and his handshake partner, former Prime Minister Raila Odinga, ndio walitengeneza hiyo sheria. Kitu bunge la 13 limefanya, tulitoa kipengee moja peke yake ambayo ilikuwa imesema Parliamentary Service Commission iteue wanachama wa panel ya kufanya interviews, commissioners 4. Mahakama Kuu ikatoa kauli ikasema hicho kipengee ni kinyume cha katiba. It was an unconstitutional provision within the act. And all we did, Your Excellency, in this parliament was to amend that unconstitutionality in the IEBC bill that was authored under the handshake regime, passed under the handshake regime, and it was used to appoint the Cherera 4 commissioners.
Nimesikia mwingine akisema ati William Ruto anataka kuteua commission ya IEBC peke yake. Wewe rais haukuwa bunge tukitengeneza hiyo sheria. I can confirm all members of parliament wa Azimio walikuwa bunge tukitengeneza hiyo sheria. Hakuna hata mmoja, and you can go to the Hansard, alipinga the amendment that you signed, Your Excellency. Therefore, if there is an act that is in place now, it is an act enacted by the Parliament of Kenya. Both chambers, the National Assembly and the Senate, and even in the Senate, not a single senator from the Azimio side opposed the amendments as they were. Because we were simply complying with the High Court decision that that provision was unconstitutional, because it was unfair to give one institution, the Parliamentary Service Commission, 4 panelists. Na tukachanganya, tukasema one panelist atoke kwa ile Parliamentary Political Parties Liaison Committee, wengine anatoka kwa LSK, mwingine Public Service Commission, Parliamentary Service Commission itoe wawili, the Interreligious Council ya dini zetu zote nao watoe watu wawili, na Law Society of Kenya itoe mtu mmoja. Na hiyo sheria sio William Ruto ameunda, iliundwa na wale wanaipinga saa hii.